katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. So leo nataka nizungumze na wewe namna ya kuweza kutambua kwamba una pingamizi la kiroho katika swala la uchumi. Basi leo acha nikupe ishara ama viashiria ambavyo vitakavyokuonyesha wewe, kukuwezesha kujua kwamba una pingamizi la kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Kitu cha kwanza nikupe tu mfano, pengine wewe ni mkulima, kipindi ambapo haujavuna mazao yako biashara, au pengine bei ilikuwa juu, baada ya kuweza tu kuvuna ile bei imeshuka, kwa hiyo mazao yanakuwa yana thamani. Na kitu kingine ili kuweza kujua kwamba una pingamizi katika swala lako la kiuchumi ni ile kwamba una pesa baada ya kuwa umeipata unashangaa kunaingia matatizo au kunaingia changamoto, na mtu wa kusolve hilo tatizo ni wewe. Hivyo pesa yako inatoka pale kwenda kusolve hilo tatizo, wewe unajua unasaidia, kumbe ni swala la kuchelewesha mpango wako ama pengine kupoteza. Na hicho kitu unaweza ukakipata, labda pengine umepata pesa, una mipango yako, weza mtoto anaumwa, mke anaumwa, kumetokea tatizo la namna moja ama nyingine, na wewe ndio unatakiwa uweze kutoa pesa kuweza kusaidia. Kitu kingine kuweza kujua kwamba una pingamizi la kiuchumi ni ile hali ya kuweza kugairisha mambo. Ulikuwa na mpango mzuri wa kuweza kufanya biashara, lakini baada ya kupata ile pesa, ile biashara au pesa hiyo unaona haitoshi. Kwa hiyo unaamua bana, hebu ngoja nitafanya siku nyingine, au ngoja nikusanye hela, nikusanye nguvu zaidi. Kumbe basi tambua kabisa hiyo hali haiji hivi tu. Jua kabisa kuna pingamizi katika ulimwengu wa roho katika swala lako la kiuchumi. Hivyo basi mtu wa Mungu, kila unachokifanya au kila ambacho unachotarajia kukifanya, mtangulize Mungu. Nyunyiza damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai juu ya maoni yako, juu ya mawazo yako, juu ya mipango yako, na Mungu atayasimamia. Ikiwezekana mtoree Mungu sadaka kulingana na maono yako ili aweze kuyafanikisha. Shalom, shalom mtu wa Mungu.